Ngemchelewesha kwa akaamua kumtafuta Salamu SK ili awe anamsaidia. Wakati huo Salamu SK pia anafanya kazi na Diamond. Dio. So kwenye connection mbili tatu ambazo alikuwa anazipata ikaanza kumletea feedback mbaya. Inaonekana kwamba dogo sasa hivi amejipanga, anamtumia Salamu SK anataka kushindana na Diamond. Kwa ukiwa pia Wasafi ukipambania 90% za michongo yako, unaonekana kwamba unataka kushindana na Simba. Hizo 90 anajipambaniaje mtu akiwa yuko pale? Kwa sababu inaonekana ni kama hautakiwi uwe mkubwa kuliko Diamond ukiwa kwenye level yake. Cha kwanza kilichomchelewesha Diamond mpaka leo hii ilifika pindi tunafikiri kina Davido, Wizkid wakapiga. Mmemfahamu vizuri. Diamond ilifika pindi sasa ilibidi awapiganie wasanii wake. Alikaa mwaka mmoja na miezi 6 hajatoa nyimbo. Anafanya collab na wasanii wake. Fuatilia inakupa. Kwenye ile 2018 kuanzia 18 yote hiyo. Sasa mimi nilikuwepo. Yote hiyo. Anafanya collab. Alifuatilia hiyo, nenda hapo. Alikaa mwaka mmoja na miezi 6 Diamond hajatoa nyimbo yake binafsi official. Anafanya collab zake na wasanii wake. Na ndipo zikapatikana collab kubwa pale za wasanii wake. Kwa Ngwaru, patikana Tetema. Mmemfahamu vizuri pale. Nyingi kubwa zikapatikana pale. Kwa push kwa peleka wapi? Ufike mbali. Ushapa mzuri. Na ndipo enzia hapo mpiga msamba, kupiga Maya kishindo, Maya mpaka naamka sasa. Kuanzia tena ameondoka. Mbingu na ardhi. Mmemfahamu vizuri? Kwa sababu alitaka alipo yeye. Msanii wote sina kiangalia kina Rivani kabla hajatoka. Harmonize, Rich Mavoko, Mbosso, wote wamepiga collab kubwa na wasanii. Wote anaziomba yeye zile collab. Sasa kama manager wa wasanii ndio wanakuwa na cheki na vijana wa South Africa momo. Manager yake yeye sio inakuwa niliu. Wewe ufahamishe. Manager wake unasema hiyo unajua kuna manager na wasimamizi. Inabidi wale vitu kama hivi. Wale kina Mbosso walikuwa na kina nani pale? Walikuwa na wasimamizi. Mmemfahamu vizuri. Kwa ni uongo kwamba ukiwa kwenye lebo yenu haitakiwi umzidi Diamond. Kwa sababu kimzidi au ukionekana unatengeneza namna ya kufanikiwa zaidi yake unatengeneza. Hapana. Hivi mtu hivyo hii ni mtu ambaye ametumia kila kitu kukutengeneza wewe. Kila kitu kukosoa. Hapo unakosea, fanya hivi, eka hiki. Huyo mtu anakuwa na dhamira mbaya. Tatizo vijana labda wenyewe. Mtu unajua sio kila mtu ambaye anakuomba nina shida kwamba anamaanisha. Mwingeza akaona kwamba mimi huyu mtu naweza nikamdondosha, lakini kwa njia hii akatumia ungwana, kumbe na njia nyingine. Unataka kumjua mtu kama mbaya, angalia sasa pale unapotokea tatizo. Unaona kabisa kama kweli alikuwa na dhamira nzuri.